pia kila mtu mwenye amepeana life story na testimony na pia dance nashukuru. Yeah, so please thank God for that time. So I will not take much of your time because time is well spent. Amen. So I'm going to share about something in the world you meditate. About the love of God in our life. So I'm going just to read maybe 2 or 3 or 4 verses that's what. So tutasoma kuanzia huko Ephesians chapter 1. Bible Ephesians chapter 1, verse 4. Ile macho nasoma inasema long ago, even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. Verse 5. Long ago, he decided to adapt us into his family through Jesus Christ. What a pressure he took in planning this. So, when I was meditating, wakati nilikuwa nafikiria kuhusu hii maandiko, nikawa naona ya kwamba ni kama saa hii, for example, ni kama wako unaambiwa, hebu jaribu kufikiria kuhusu mtoto wako. Upatie mtoto wako mipango poa. Unapatia mtoto wako, si hata vijui kama ni kijana wale. But imagine God, tunaambiwa huko kabla hata dunia iko, alikuwa anatupenda. Alikuwa anatuwazia mambo mazuri. Unajua kuna watu wanakanga wanajiangalia wanaona ile maisha naishi ya kuhangaisha watu, imefanya mambo ya mabaya, but that is not what God has planned for your life. So let me just go and read another verse. Then I will Jeremiah. Jeremiah 1. I know when you graduate verse 5. Inasema hivi, Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. So, Ephesians tumesikia Mungu alikuwa anatupenda. Na imagine hiyo ni kidogo. Hapo Jeremiah tunasikia ya kwamba Mungu alitupatia mambo mazuri. Kabla tuzaliwe hata kwa tumbo ya wazazi wetu, Mungu bado alikuwa na mipango njema kwa maisha yetu. Twende kwa Jeremiah 31. Verse 3. The Lord has appeared to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you.
saying to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love, with unfailing love. I have known you to myself. Ametuleta karibu na yeye. Sawa. John, twende John. Neno na hizi vitu mnazojua. John 3:16. John 3:16 inasema, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Bwana Yesu asifiwe. Unaona pia hapo tunaambiwa ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Praise God. Hizi verse zote nimesoma ni kuonyesha ya kwamba kale kabla dunia ikue, Mungu bado alikuwa ametupangia mambo mema. Before yeye atengeneze Adam and Eve, God had already planned something for your life, for your son's life, for your daughter's life. Kuna mambo Mungu amepanga kwa sababu yao, na ni kwa sababu ya upendo. But tukiangalia hizo vitu zote, when we go to John 3:16, tunaambiwa kwamba and God sent his beloved Son, Jesus Christ. Why was Jesus sent? Jesus was sent so that he can come and reveal that love to us. He can come and, Yesu alijaribu kusoma Old Testament. Kulikuwa na prophets, but people are still not doing what God had planned. Kenye Mungu alikuwa anatuwazia, bado hatukuwa tunafanya hizo miaka ya kale kabla Yesu akawa. Hapo bado hatukuwa tunafanya kwa wazazi wetu. Na ndio Mungu akaona hao watu hawaelewi kwa nini nimewaweka hapo. Hawaelewi kwa nini nimeweka maybe Kenya, kwa nini nimeweka country yenye huko. There is a purpose for you. So that's why Jesus came as a messenger. Jesus came as a messenger. Messenger analetanga message yenye amepewa from above to tell you something about your life, about what you miss. Because Yesu alisema hakukuja kuharibu sheria za Musa, but alikuja kuzitia nguvu. Because we did not know, we were not understanding hizo sheria za Musa zinasema nini. That's why Yesu alikuja kuzitia nguvu. So tonight, as I'm talking to you, we are sharing, we are learning from this. I need you to understand that God loves you. Mungu tumesoma Yeremia kwamba ako na mipango mema kwa maisha yako. Amekuchagua, he has chosen you for a specific job. But kenye sisi tunakuwa maneno ni kiburi. We try to divert from the love. When Jesus left, wakati Yesu alitoka kaenda, he said he will send a helper. Huyu msaidizi ambaye ni the Holy Spirit. Yeye ako nasi. Huwa anakaa kutuelezea more, just to reveal more about that is what is hidden. Ile kitu ambacho tunaona hatuelewi, naye Roho Mtakatifu anakuja kututia nguvu, kutuambia hii kitu unafanya hivi. Unajua kuna wakati mtu anatembea unasikia watu wanapenda kusema kuna kitu imeniambia niangalie nyuma. Imagine the Holy Spirit unaita kitu. Anakuambia kuangalia kuna kitu ulikuwa unatamani kuona ama ulikuwa unatarajia. Wakati unapenduka, maybe kuna ajali ilikuwa itendeke, kuna gari ilikuwa inakugonga. Anakuambia kupenduka tu. Unapenduka na unaweza kuondokea kwa hiyo ajali. So the love of God in our
kwa kutaka tuweze kuwa na magonjwa, ajali, wizi, hizo vitu zote. Imagine the 10 commandments, hizo ni zile vitu Mungu anasema hazifai. Bado anajaribu kujionyesha kwetu, but kwa sababu ya kiburi yenye tuko nayo, but we are still trying to do. Na ndio wakati mtu anaenda kuokoka unaambia, this is a free choice. Wewe ndio utachagua what do you want, because that what God has given to you. Shetani kenye yeye najua anakuja kuficha hiyo mambo mawazo ya Mungu kwetu, anajaribu kuondoa, kuficha mawazo ya Mungu kwako, ili usione what God has planned for you. Because kila mtu hapa hivi, you know your life, unajua kile unapitia, but imagine that is not what God had planned for you. Why can't we just sit down, just tell God, let your Holy Spirit come and reveal what you want in my life. Tulimeona watu wengi kama Moses, hata Jeremiah alikuwa anasema, I cannot speak before people. Lakini Mungu, huyu jamaa ajui nani anamuuliza. Mungu ndiye anamwambia nataka uende ufanye hivi. But huyu jamaa anasema mimi siwezi fanya kitu fulani. Unajipuuza, unajiweka chini, unaji-upgrade. Imagine tunaambia Mungu alituleta karibu na yeye. Wakati mtu anaokoka tunaambia mtu, and God will make you his son. He give you the right to be called a son of God. That's why tunasema every time you allow Jesus Christ, hii maisha yenye tunaishi, sisi wewe ndio unajua maisha yenye tunaishi. Maybe ni ya mchezo, ni ya kufurahisha jirani yako, but that is not what God is planning for your life. Bwana Yesu asifiwe. There is something great that God has planned for you. Why can't you just sit and tell the Holy Spirit, mwenye tuko na yeye sahi, please help me to understand the love of God in my life. Because God is saying, before you were born in your mother's womb, He knew you, He set you apart. Alikuchagua for a specific sample, to be a prophet, to be a teacher, to be kenye unafikiria. But what do we do? Tunajitenga because of the desire of this world. Navasi nasema, don't be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. The word of God, He Biblia. If you can only ask the Holy Spirit to help you to understand what God is planning for your life, you will not go anywhere. But I specifically, it is upon you just to ask the Holy Spirit to come, to help you to understand the will of God in your life. We have been given this. But if you tunatolea watu wakati wa fellowship ikifika zinabishwa. Fellowship ikikuwa tena zinaekwa viti. Imani tuko na library hata huwezi sema so just prepare hata Bible ni so. But we are struggling in many things. This one is not the answer you need in your life. Unaweza sema mtu fulani anipendi, mtu fulani anipendi, you are complaining. Utakuwa kama ule jamaa mwenye Yesu alimkuta pale kwa maji. Ile maji yenye inachemshwa wakati malaika anakaa. Ule jamaa Yesu akamuuliza, unataka kupata uponyaji? Ule jamaa akaanza kucomplain. But hiyo sio kenye muulizwa unataka kupata uponyaji. Unaanza kusema mimi nimekaa hapa hii miaka yote, watu fulani, marafiki zangu wamekuja, ndugu yangu, mama yangu, brother yangu, wanaingia mbele wananiacha. But that is not what the word of God is
Mungu alikuchagua wewe, not your neighbor, not that person, not your parent, not your brother, not your sister. God chose you for a specific job, for a specific something that you need to do. Maybe this one to kusaidia hii dunia or to do something. And that's why he sent the Holy Spirit to come and help us. He is our help, the Holy Spirit. To help you, to help me, to help each and every one of us. Because for you to help, if you is able to do what is that God is one in your life. So in that mode of, as we hear in this one, nataka tuweze